wal akhirin. Wasia uliokuwa bora kwa viumbe kuhusiana ni wasia wa kuhusiana juu ya kumcha Mola wao mtukufu. Leo tupo katika Ijumaa ya 3 ya mwezi Muharram. Kwa hesabu zangu tumebakisha Ijumaa moja tu ambayo tutaishi nayo katika huu mwezi miongoni mwa miezi mitukufu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhusia ndani yake tusidhulumu nafsi zetu kwa kuyafanya yale ambayo hayatakuwa yanamridhisha Mwenyezi Mungu. Wasia wangu, mwenye akili, mwenye macho, Waswahili wanasema haambiwi tazama. Huu mwezi Muharram ndio mwezi mtukufu wa mwisho katika ile miezi mitatu iliyoongozana, ukianza na Dhulqa'da na Dhulhajj na Muharram, ile miezi mitukufu mitatu iliyofuatana, huu ndio wa mwisho. Na subhanallah, angalieni hikma za Mwenyezi Mungu. Allah amejalia mwaka umemaliza na mwezi miongoni mwa miezi mitukufu, na umeanza mwaka mpya na mwezi miongoni mwa miezi mitukufu, kana kwamba anakuambieni nyinyi waja wake, jipindeni, fanyeni haraka na juhudi, fanyeni mbio katika kuyaendea yale ya khairati. Kwa sababu yani inawezekana. Unaona huu Muharram sasa hivi tupo mwaka 1448. Wallahi inaweza ikawa ni Muharram yako ya mwisho, usiipate Muharram nyingine tena mpaka kiyama saa. Hilo linawezekana ndugu zangu. Kwa hiyo kila mmoja ajiambie katika akili yake, upo katika mwezi Muharram mtukufu ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe ameutukuza, ameupa cheo cha utukufu. Umefanya nini? Huu mwaka mpya umeanza, alhamdulillah, umemaliza mwaka mpya uliopita, umeshapita, unaanza mwaka mpya. Daftari lako Mwenyezi Mungu anataka lianze likiwa lina mema mengi ndani ya mwaka mpya. Kwa hiyo tuzingatie sana kwamba hatupo katika masiku ya kawaida. Tukifanya amali, tujitahidi katika kuzifanya kwetu amali zetu, tuzifanye kwa wingi yale ambayo yanamridhisha Mwenyezi Mungu. Leo mwezi 17 kwa mujibu wa takwimu ya tarehe za nchi zetu, mwezi 17 Muharram Hijiria, mwezi wa kimataifa mwezi 18 ala kulli mwaka 1448. Ndugu zangu, zama za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa hakuna hii tunahesabu kama hivi tunahesabu leo. Mwezi 17 Muharram 1448, zama za uhai wa Mtume ilikuwa hakuna hii mwaka 1448, 47, 46, 45, ilikuwa hakuna kitu kama hichi. Kitendo hichi kilikuja kuasisiwa baada ya kufa Mtume, bali baada ya Mtume kufanya tukio la hijra ilipita miaka 17. Alikuja kuasisi jambo hili la kwamba kwa nini katika Uislamu tusiwe tunahesabu miaka. Zamani ilikuwa miaka inahesabiwa hivi kwa matukio. Mfano, ukisoma historia unaweza ukasoma jambo alafu anakwambia ilikuwa tukio hili amani qabla al-bi'tha au amun qabla al-bi'tha au amani lil-bi'tha. Tukio hili lilitokea miaka 2 kabla ya utume, au mwaka kabla ya utume, au miaka 2 3 baada ya utume. Ilikuwa inahesabika hivyo. Takupeni mfano rahisi. Mwaka alozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alizaliwa mwaka gani? Kama sisi tunavyopiga mfano, mimi nimezaliwa mwaka 1993 kwa mfano. Nisikwambia na wewe umezaliwa mwaka gani, utasema mwaka 1980, 70, 90, 2000. Mtume kazaliwa mwaka gani?
Umeona, ilikuwa haipo. Uliitwa vipi mwaka aliozaliwa Mtume? Katika sira, tena kitabu kidogo, yani kidogo kwa maana sio kidogo, kidogo ni kitabu hakina kurasa nyingi. Khulasatu Nuri al-Yaqin nasema wasumia amu wiladatihi amal fi, anasomesha mule Sheikh, uliitwa mwaka wa Mtume uliojulikana wa kuzaliwa kwake mwaka wa tembo. Kwa nini? Lianna malikal habashata arsala ama wiladatihi jaishan, alipeleka mfalme wa Habash katika mwaka aliozaliwa Mtume jeshi kubwa, ndani yake kulikuwa na tembo na kukatokea matukio. Tunajua nini kilitokea, lakini mahali shahid, uliitwa mwaka gani? Uliitwa amal fi, ilikuwa hakuna 1400 wala 500 wala 600. Sayyidina Aba Hafs Umar ibn al-Khattab, yeye ndo alikuja kuasisi miaka 17 baada ya tukio la hijra, akaanzisha, akashauriana na sahaba wenzake, mnaonaje tuweke katika Uislamu mwaka tuanze kuhesabu miaka. Watu wakaanza kuleta hoja, tunafanyaje jambo Mtume hakufanya, hatuwezi kufanya. Umar anambia lakinahu khair, hii ni khairi tukiifanya, tufanye. Mtume sawa kufanya, hii tufanye. Wakakubaliana, bali miongoni mwao wapo waliokuwa wanasema la tukhalifuhu fa innahu dhu natiqi bis-sawab, msimpinge huyo fikra zake, yani Amirul Mu'minin Umar. Huyu kama mtamkumbuka, huyu alikuwa anawafikiwa, maneno yake yanakwenda sambamba na wahi muda mwingine ukishuka. Si tunajua sote Mtume alipokufa wale miongoni mwa katika wanafiki na Abdullah ibn Ubay Salul alitaka kwenda kuwasalia na kubeba janaza na kumwombea dua. Umar akanamwambia Rasulullah, unamsalia na huyu ni mnafiki, alikuwa anapiga vita Uislamu. Mtume alimwambia nini Umar? Siyakatazwa mimi nisisali. Aya zimeteremka, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi, mpaka mwisho wa aya. Usao wanafiki, usimsalie yeyote katika wao, usiombee dua wala usisimame katika kaburi lake wala usihudhurie janaza yake. Umar ndiye alikuwa sababu ya kuteremka zile aya za hijab, ya ayuha nabii qul li azwaji wa banati wa nisai mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihi. Sayyidina Umar, bali yeye ndio aliyekuwa amewafikiana na aya ndiyo kwanza inateremka ile, thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar. Allah kawa nasifu namna tulivyomuumba mwanadamu, tumefanya tone la maji ya uzazi manii, kisha tukafanya pande la damu, kisha lile pande la damu tukalifanya kuwa nyama, nyama lile tukaifanya ile nyama tukaivisha, tukaitoa mifupa tukaivisha nyama. Aya zinasoma, hajakamilisha msomaji, Umar anasifu, anasema fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mtume anamwambia Umar, hakadha unzil. Sasa wao walikuwa wakimsikia Umar akitoa rai, moja asema msimpinge huyu, Qur'ani ilikuwa inawafikiana naye. Akaanzisha yeye Sayyidina Umar ibn al-Faruq kuhesabu miaka katika Uislamu. Ilikuwaje? Baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam mwaka wa 10 kupewa utume, kuna kitu al-amu lil-bi'tha na amu qabla al-bi'tha. Lil-bi'tha baada ya utume, qabla al-bi'tha kabla ya kupewa utume. Sasa hii ilikuwa mwaka wa 10 Mtume kabla ya kupewa utume, baada ya kufiwa na mke wake mpenzi Bibi Khadija binti Khuwailid, Mtume akamuoa bibi mmoja anaitwa Saudatu bintu Zam'a. Huyu Sauda alimwamini Mwenyezi Mungu na Mtume, ikisha akafa mume wake Sauda, akawa ni mwanamke mjane. Mtume akamuoa kwa sababu alifarikiana na watu wake ambao walikuwa hawajamwamini Mtume, akamuoa bibi Sauda. Subhanallah, angalia, kuna kitu nataka tuchukue hapo. Alipokufa Khadija akamuoa Sauda, kwa muda wa baada ya mwezi mmoja akafa ammi yake Abu Talib, ambaye ndio alikuwa anamkingia Mtume kifua asipigwe zile vita na maudhi yale waliokuwa wanataka kumfanyia Makuraishi, kwa sababu Abu Talib alikuwa rais
min Quraish, katika wale mabwana wakubwa wa kabila la Quraish. Abu Talib alikuwa ni rais wao, kiongozi wao. Kwa hiyo walikuwa wakitaka kumfanyia maudhi mtume, wanaogopa kwa sababu ya Abu Talib. Akafa Abu Talib mwaka huu wa 10. Kafa bibi Khadija, baada ya mwezi kidogo akafa Abu Talib. Fahazana alayhima huznan shadida wasumia dhalika al-aam aam al-huzn. Al-mafrudh ilikuwa sasa, kama kungelikuwa kunahesabika, ihesabike ni tukio hili litokea mwaka 1000 mathalan na 200 au na 300 na kadha, lakini ukaitwa mwaka huo katika tarehe mwaka wa huzni, kwa sababu alipoteza mke wake mpenzi bibi Khadija na nani na ammi yake. Mwaka wa 10 yale maudhi yakazidi kwa mtume kutoka kwa Makureishi. Wakawa sasa hana wa kumzuia, kumtetea, wakawa wanamfanyia maudhi pale Maka, vitimbi. Mtume akaona cha kufanya hapa, nitoke niende Taif, inda kabila Thaqif. Kuna kabila ilikuwa Thaqif inaitwa hivyo, akitarajia kule wanaweza wakanipokea vizuri nikiwapelekea haya niliyokuja nayo, ya kwamba wasiabudie Mungu asiyekuwa Allah. Faraddu alayhi raddan qabiha. Alipofika mtume alikwenda na sahaba yake Zaid ibn Harith, wakampokea kwa mapokezi mabaya sana, wakampokea kwa kumpiga mawe. Sote tunajua akapigwa mawe mtume mpaka yaling'oka meno yake, sira inasema hivyo, alitokwa damu mpaka akawa la haula wala quwwata illa billah. Tazamini ile huruma ya mtume, ile damu yake akawa anaizuia kwa mkono isije ikaanguka katika ardhi. Kwa nini? Alipokuja kuulizwa Rasulullah sema, naogopa likianguka tone moja la damu yangu katika ardhi hii itakuwa sababu ya kuangamizwa hawa, wataangamizwa. Wamempiga mawe, katoka damu, ile damu akawa anaizuia isifike katika ardhi, wataangamizwa hawa waliompiga mawe. Mmeona sisi tunaosema tunamfuata mtume, tazameni mtume alikuwa vipi maisha yake, anawaonea huruma hata wale waliokuwa wanamfanyia uadui.